Karibu tena Pop Recaps. Lakini kabla hatujaanza, ningependa tufikishe likes 500 katika video hii. Lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea kazi zetu punde tu zinapokuwa hewani. Mwaka 1998, msichana mdogo mwenye umri wa miaka 8 aitwaye Yoon alipelekwa kwenye kituo cha kulelea yatima kwa sababu baba yake alikuwa mlevi na hakuweza kumlea ipasavyo. Mlezi wa kituo hicho alijaribu kumtuliza na kumfanya ajisikie vizuri, akimuuliza alitaka kuwa nani atakapofika ukubwani. Yoon alijibu kuwa alitaka kuwa shujaa, mtu anayesaidia kila mtu ili asije kuwa mtu asiye na maana kama baba yake. Miaka 20 baadaye, Yoon alikuwa amekuwa, lakini ilionekana kana kwamba amepoteza uhalisia wa maisha. Aliendelea kuwaambia watu kwamba yeye ni nyota wa filamu za mapigano, ingawa hakuna aliyemfahamu isipokuwa marafiki zake wa karibu. Hata hivyo, alikuwa mwenye moyo mzuri na alipenda kusaidia wengine bila kusita. Kile alichotamani zaidi ilikuwa ni kuwa mhusika mkuu kwenye filamu, nafasi ya kuonekana hadharani badala ya kubaki kuwa mchezaji wa ziada miongoni mwa waigizaji wengine wasiokuwa maarufu. Lakini hakuna aliyemwamini kwa urahisi, na kwa kweli walikuwa na sababu zao. Siku moja, Yoon alipokea simu kutoka kwa mkurugenzi wa filamu akimuita ofisini haraka. Akiwa na furaha kubwa, alikimbia huko akiamini ule ndio ulikuwa wakati wake wa kung'aa. Alipofika, mkurugenzi alimweleza kuwa mwigizaji mkuu wa kike alikuwa akirekodi sehemu ya mapigano akiwa amelewa, akaanguka kwenye ngazi na kuvunjika mikono yote miwili. Kwa kuwa hawakuweza kusubiri apone, walimhitaji Yoon afanye sehemu za mapigano badala yake. Ingawa ingegharimu sana kutumia athari maalum, ilikuwa bora kuliko kusimamisha filamu nzima. Yoon alipendekeza kwa utani kwamba badala ya kupoteza pesa kwenye mbinu hizo, wangeweza tu kumfanya yeye kuwa mwigizaji mkuu, ingekuwa rahisi na nafuu zaidi. Mkurugenzi alicheka na kumwambia kuwa alikuwa mwenye kipaji sana. Alikuwa ameona video zake na ujuzi wake kwenye mashindano, lakini bado hakuweza kuwa nyoka wa filamu hiyo. Akiwa amevunjika moyo, Yoon alirudi nyumbani akiwa dhaifu na mwenye huzuni, lakini bado alishikilia tumaini dogo kwamba siku moja mambo yatabadilika. Asubuhi iliyofuata, Yoon aliamua kukubali kazi ya kuwa stunt double, mtu anayefanya sehemu hatari za filamu badala ya mwigizaji mkuu. Alifikiria kila mtu lazima aanzie mahali. Rafiki yake alimpeleka kwenye eneo la kurekodia filamu, lakini walipofika, sehemu hiyo ilikuwa tupu kabisa. Hapakuwa na mtu yoyote pale. Yoon alijaribu kumpigia mkurugenzi simu, lakini hapakuwa na mtandao kabisa. Alitembea huku na huku akitafuta mtu, na kwa bahati akapata kipini kidogo cha sumaku kilichofanana kabisa na kile mlezi wake alimpa miaka 20 iliyopita alipowasili yatimani kwa mara ya kwanza. Alipokileta karibu na kipini chake cha zamani, viliangaza kwa mwanga wa ajabu uliomfanya azunguke kichwa na hatimaye azimie. Alipoamka, vumbi lililo karibu yake lilionekana kung'aa kwa ajabu. Kabla hajajua kilichokuwa kinaendelea, mwanamke mmoja alionekana na kumuita Soul Killer, akijitambulisha kama Jina, mtawala wa mji huo. Walionekana kuwa wanakimbizwa na mtu asiyejulikana, hivyo Jina alimshika Yoon mkono na kukimbia naye. Walipokimbia, walikutana na kundi la wanyang'anyi waliokuwa wakiwapona watu hadharani, wakichukua kodi kwa nguvu kwa sababu hakuna aliyethubutu kuwapinga. Yoon alifikiri yote ilikuwa sehemu ya filamu, kwa hivyo aliamua kucheza kama mhusika. Lakini wanyang'anyi walipocheka na kuelekeza silaha zao kwake, alianza kuelewa kwamba ile haikuwa maigizo. Ghafla, mwanaume mmoja alimvuta pembeni kumficha. Yoon alicheka akidhani bado ni sehemu ya show, na akasema kwa utani, hii ni halisi sana, tuko Hollywood au wapi? Lakini yule mwanaume alimwambia aache masihara. Alimwambia kuwa anatoka ulimwengu ule ule aliotoka yeye, kutoka wakati wake. Alimweleza kuwa zamani alikuwa na kituo cha YouTube kilichoitwa Ghost Hunter, kilichokuwa kichunguza maeneo ya ajabu. Yoon alimkumbuka na kusema, ndiyo, wewe ndiye ule uliyetoweka miaka 3 iliyopita, watu wote walikuwa wanakutafuta. Alimjibu, ndiyo, nilitoweka, si kwa dunia yenu tena. Tuliangukia ulimwengu sambamba unaofanana na wetu, lakini muda na matukio ni tofauti kama Wonderland. Yoon alidhani mtu huyo alikuwa amelewa au alikuwa na wazimu, kwa sababu maneno yake hayakuwa na maana. Alimcheka na kumwacha pale mafichoni, huku akienda kutafuta mtandao wa simu. Barabarani aliona mtoto mdogo akichimba takataka, lakini alipomkaribia mtoto alikimbia kwa hofu. Ghafla, mapigano ya upanga yalizuka katikati ya barabara. Mapanga halisi, damu halisi. Anga lilionekana la ajabu, likiwa na miezi 3. Na mwezi wa 3, mpendwa mtazamaji, ni wewe unaitazama hadithi hii. Hapo ndipo Yoon aligundua ukweli. Yote yalikuwa halisi. Alikuwa kweli katika ulimwengu mwingine. Alimuuliza yule YouTuber jinsi ya kutoka huko, lakini badala ya kumpa jibu rahisi, alianza kumpa maneno ya kifalsafa kuhusu hatma na ushujaa, wakati angeweza tu kusema sijui.
Asubuhi iliyofuata, jua liling'aa kama kawaida, lakini miezi miwili bado ilionekana angani. Yun alimuona mwanamke maskini akipigwa na wahuni wawili kwa sababu alikuwa ameshindwa kulipa kodi mpya iliyopandishwa. Wakati mmoja wao alipojaribu kumshambulia Yun, yeye alikwepa kwa ustadi na kupigana naye, akimwokoa yule mwanamke ambaye kwa mshangao mkubwa aligeuka kuwa Su, rafiki yake wa zamani kutoka ulimwengu wake wa awali. Hata hivyo, katika ulimwengu ule mpya, Su alikuwa na historia tofauti kabisa. Kabla Yun hajapata muda wa kuelewa kilichokuwa kinaendelea, wale wahuni walirudi na msaada zaidi, lakini Yun aliwashinda wote kama ninja wa kweli. Wanakijiji walishangilia, wakimzawadia zawadi kwa kumwokoa. Jina alimpeleka Yun nyumbani na kumweleza hali halisi ya mambo. Kulikuwa na genge hatari lililoitwa Dragon Clan, lililokuwa likiwanyonya maskini kwa kutumia hofu na umwagaji damu. Watu walikuwa wanakimbia na kijiji kilikuwa kinakaribia kufa kabisa. Jina alimwambia kwamba genge hilo lingejaribu kumvuta Yun upande wao kwa sababu ya ujuzi wake wa kupigana, na akiwakataa wangemuua. Yun alikumbuka ndoto yake ya utotoni, kuwa shujaa anayesaidia watu. Alihisi labda aliletwa katika ulimwengu ule kwa sababu maalum, kuwakomboa watu wale kutoka katika mateso. Aliamua kumkabili kiongozi wa genge hilo mwenyewe. Katika mapambano ya kwanza, alimshinda mmoja wa wapiganaji hodari wa genge hilo kwa urahisi na kupata heshima kutoka kwake. Mtu huyo alimpa ofa ya utii na ulinzi kwa sharti la kujisalimisha kwao. Yun alikataa na kusema kwa dhihaka, "Utii? Mwambie bosi wako aje mwenyewe kuniomba, si kutuma mtoto kama wewe. Onyesheni hata kidogo ufanisi kwenye biashara zenu za uhalifu." Baadaye, Yun alimwokoa mwanaume aliyokuwa amepigwa vibaya awali na kurudi kwa yule YouTuber, Jim. Jim alimwambia, "Kumbuka miondoko yako yote mizuri, tukienda duniani tutatengeneza video zitakazovuma." Lakini Yun alibaki kimya, akitafakari. Alielewa kuwa hakuweza kuua mtu kweli, angeweza tu kupigana kujilinda. Wakati huo huo, mtu wa ajabu aliyevaa mavazi meusi alionekana na kumwambia, mtu anatakiwa kuishi ndani ya mipaka yake kama kweli anataka kuishi. Kabla hajamaliza kusema, mtu mwingine aliyeitwa Sika aliingilia kati, akimshukuru Yun kwa kumwachia uhai wake awali na kuapa kuwa mwaminifu kwake. Muda mfupi baadaye, Jina alikimbia akiwa na hofu, akimvuta Yun kumpeleka kushughulika na tatizo jipya. Msichana wa ajabu aliongea lugha isiyojulikana alikuwa amewasili, akiwa tayari kwa mapambano. Waliwafungia ndani wote wawili ili kumaliza pambano faraghani. Mapambano yalikuwa makali na ya hatari. Hatimaye yule msichana alimchoma Yun begani na kusema maneno yasiyoeleweka. Yun akiwa na hasira kali alivuta kisu hicho kwenye bega lake na kumchoma yule msichana shingoni. Wakati huo huo, yule mwanaume wa ajabu aliyevaa mavazi meusi aliketi kimya na mtoto mdogo aliyetazama kwa macho tupu, bila kujulikana kama alikuwa bubu, mtulivu au hata kweli yupo. Upande wa Yun, alikuwa amelazwa kitandani akiwa mgonjwa. Daktari wa kijiji alisema alikuwa amepewa sumu ya nyoka hatari aina ya Belnek na angekufa isipokuwa watengeneze dawa ya kuondoa sumu kwa kutumia damu ya kobe mwenye zaidi ya miaka 100. Jina alihangaika akiuliza wapi wataipata damu hiyo. Ghafla, mwanaume mmoja aliitwa Philip alionekana akiwa ameshika chupa ndogo na kusema, bado kuna matumaini. Philip alikuwa mwanafunzi wa baba yake Jina zamani, lakini ilisemekana ndiye aliyemua. Jina aliapa kulipiza kisasi, lakini Philip alikataa, akisema baba yake alikufa mwenyewe na hata upanga wa Yun haukuwa wa kweli, ulikuwa reki ya filamu tu. Kwa hiyo Yun hakuwa soul killer halisi, yote ilikuwa taarifa ya uongo. Hata hivyo, walimpa Yun dawa aliyoiandaa Philip na kwa kushangaza akapona haraka. Wakati Yun akipona, Philip alirudi kwa genge lake, lakini kiongozi wao alimshutumu kwa usaliti. Jina aliupeleka ule upanga wa bandia kwa fundi wa chuma na fundi alithibitisha kuwa haungeweza hata kumuumiza sisimizi. Wakati huo huo, kiongozi wa genge hilo alifanya ibada za giza, akitumia nguvu za kichawi kudhibiti ndoto za Yun, akimlazimisha apitie tena kumbukumbu zake mbaya zaidi, rafiki yake Su akimtukana, baba yake akimwacha na sauti ikimwambia ajimalize. Wakati mateso hayo ya kiakili yakiendelea, Philip alijaribu kufanya mapinduzi dhidi ya kiongozi wake, lakini yule mzee ambaye alikuwa akitegemea mashine kuishi alimnyonya nguvu Philip na kuamka tena akiwa na nguvu za kutisha, akiwatisha wafuasi wake wote. Kijijini, watu walishangilia wakiamini kuwa yule mtawala mwovu Lord Tibenzo alikuwa amekufa. Jina alisifiwa kwa kuokoa kijiji, lakini Yun bado alijisikia kizunguzu na udhaifu. Alimwendea Jim na kumwomba msaada wa kurudi ulimwenguni kwake, lakini Jim alimwambia bado hakuwa na kifaa cha mbao kilichomleta huko, ndicho kilikuwa funguo pekee ya kurudi. Jina akiwa na wasiwasi alitulizwa na Sika ambaye alimwambia asihofu, kisha alimweleza siri yake kwamba yeye ndiye alikuwa mfalme wa wezi, lakini akigundulika watu wangemuua. Yun alicheka akidhani ulikuwa mzaha, ila ukweli ni kwamba alikuwa anasema kweli. Baadaye Yun alianza kutafuta ile sehemu ya mbao aliyotajwa na Jim, lakini hakuipata. Ghafla yule mwanaume mwenye barakoa alionekana akiwa nayo mkononi na kumdhihaki kwa maneno makali, utaendelea kushindwa maadamu bado ni dhaifu. Yun alichomoa upanga
upanga wake na kumkabili ili kuthibitisha nguvu zake. Kabla hawajaanza kupigana, Sika aliingia akiwa amejeruhiwa vibaya na kusema kwa sauti dhaifu kuwa Jina alikuwa hatarini. Waliharakisha kwenda eneo la tukio, wakakuta mji mzima umeteketezwa na Jina alikuwa ametooneka. Yun akiwa amevunjika moyo kabisa, alirudi nyumbani akiwa kimya, ukitazama upanga wake uliovunjika kwa huzuni. Asubuhi iliyofuata, Yun aliitwa kuonana na Tibenzo, lakini wakati wanajeshi wake walipomzunguka, aliamua kupigana dhidi yao wote. Alipigana kwa ujasiri, lakini alizidiwa na wingi wa wapiganaji. Kabla hajafa, Sika alionekana akitangaza kuungana kupigana na mwanamke si ujasiri. Yeye na wezi wake walijiunga kwenye pambano, wakimpa Yun fursa ya kufika kwenye ngome ya Tibenzo. Ndani ya ngome, Yun alikutana na shujaa halisi, Yang, ambaye alikuwa tayari amekabiliana na Filipo. Walipigana kwa maneno huku Filipo akijitetea kwa ukatili wake, akisema kwamba wanyonge hawastahili kuishi. Mapambano makali yalizuka. Wakati huo, Yun alimtafuta Jina na kumkuta amejeruhiwa vibaya, akiwa amekosa nguvu ya kuishi. Kisha Filipo alirudi akijivunia kwamba alikuwa amewaua wote wanyonge na kutupa miili yao kwenye mapipa, akisema angeunda dunia mpya safi ya watu wenye thamani. Yun akiwa amechoshwa na maneno hayo, alimkatiza, "Je, nyinyi Matu hamkomi kuzungumza? Kila ninapokutana na mtu hapa, wanaanza kunieleza maisha yao kabla ya kupigana. Chomoeni tupanga zenu na tuendelee." Walianza kupigana kwa nguvu kubwa. Ingawa Filipo alipigana kwa kikatili, Yang alimshinda mwishowe. Yun alimwamsha Jina akimwambia ulikuwa wakati wa kurudi nyumbani, lakini njiani Yun alipoteza nguvu. Majeraha yake yalikuwa makali mno. Jim alionekana akichukua kifaa cha mbao kutoka kwa mtoto aliyekuwa nacho, akimwambia Yun bado alikuwa na kazi pale, lakini akifika duniani mwake apende na kujisajili kwenye chaneli yake. Yun alimpa upanga wake Jina, akimteua kuwa mlinzi mpya wa mji. Aliangalia nyuma mara ya mwisho, akapiga clapperboard cut, na ghafla alirudi katika ulimwengu wake wa kawaida. Mwili wake ulikuwa mzima, hakuna majeraha, hakuna maumivu. Rafiki yake alimkemea kwa kutoweka na wakurugenzi walimsihi arudi kazini. Yun alimkumbatia kwa nguvu, kana kwamba alikuwa amekaa mbali kwa miaka. Kisha alirudi kwenye seti ya filamu kuanza kupiga picha. Hapo ndipo filamu ilipomalizika. Kama umefika mwisho, usisahau kupenda video na kuacha maoni mazuri. Ulikuwa nami msimuliaji wako Pop Recaps, na kukumbusha usiache kulike video yetu na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, bye bye.